Sasa tutoke hapo bwana, twende wacha kabla tujaingia studio tuzungumze kuhusiana na bwawa la Kidunda sasa hapa bwana, hata mimi takwimu nilizotoa za lita za maji zile bwana, kumbe ni chache sana. Hapa Waziri wa Maji Juma Aweso Juma Aweso amesema kipaumbele cha serikali kupitia wizara hiyo katika kukabiliana na changamoto ya maji kwa jiji la Dar es Salaam na mikoa ya karibu ni kuwekeza nguvu katika kukamilisha kwa wakati mradi wa bwawa la Kidunda lenye uwezo wa kuhifadhi zaidi ya lita bilioni sio milioni, bilioni 100, zaidi ya bilioni 100, sawa za maji zitakazosaidia wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Waziri Aweso ametoa kauli hiyo jana wakati akizungumza baada ya kukagua ujenzi wa mradi huo mkoani Morogoro unaogharimu shilingi bilioni 335 ambazo ni fedha za ndani, huku serikali ikiwa imeshatoa zaidi ya bilioni 100. Amesema mradi huu ambao ujenzi wake umefikia 40% unatarajiwa kukamilika mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema upo umuhimu wa vijiji vinavyozunguka mradi kunufaika na mradi huo ili kuhamasisha utunzaji wa vyanzo vya maji kwa wananchi. Unaona bilioni ngapi? Bilioni 100. Nakumbuka ilikuwa bilioni 100 kama na 30 na hivi. Kwa hiyo ukiangalia hapa sio kitu kidogo. Tumsikize kwanza Aweso. Tumeona hali ya ujenzi wa bwawa la Kidunda linaenda vizuri. Mradi kwa 40%, wakandarasi wako site. Zile kazi ngumu ambazo zinatakiwa zijengwe za kihandisi kwa maana civil structure, tumeona kazi kubwa imefanyika. Kwa maana kazi sasa hivi zilizobakia ni ufungaji wa mageti. Tunaamini katika kipindi cha mwezi wa 10 mpaka 12 mwakani 2026 hii kazi tutakuwa tumeikamilisha. Nini maana yake? Tutakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya lita bilioni 190. Mahitaji ya maji katika jiji tu la Dar es Salaam imezungumza ni lita milioni 572. Sasa hivi tuna uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 534. Nini maana yake? Uwekezaji umefanyika kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji jiji la Dar es Salaam na Pwani. Pwani pamoja na Dar es Salaam mahitaji yao yote ni lita milioni 700. Kwa hiyo kwa uwepo wa bwawa hili la Kidunda, hata kama itatokea ukame zaidi ya miaka 2 tutaweza kukabiliana nayo. Sikia Waziri wa Maji. Nimemsikia vizuri. Lita bilioni 190. Lita bilioni 190, unajua, na ukimsikiliza hapa waziri anasema kwamba hata kama kutakuwa na ukame wa miaka 2 bado maji itakuwa kuna shida ya maji. Kwa mikoa mitatu, Morogoro, Pwani na Dar es Salaam. Na Dar es Salaam peke yake inatumia takriban lita milioni 5. Milioni 5 500, yes. Milioni 500 changanya na Pwani 700. Na mpaka sasa hivi anasema kwamba bwawa liko katika ujenzi kwa 40%. Kwa maana ya kwamba tuko karibia na kumalizika. Kwa maana na ndio maana ametoa pendekezo ama ametoa agizo kwamba bwawa hilo basi wakandarasi hakikisha kwamba linajengwa usiku na mchana ili liweze kukamilika haraka na hizi adha za maji basi ziweze kuisha ama kutatuliwa. Na akasema kwamba pia mwakani muda kama huu, miezi kama hii itakuwa bwawa huenda limeshakamilika. Kwa hiyo hii adha kidogo itapunguza adha ambayo tunapambana nayo mwaka huu, shida ya maji. Tunanunua dumu 1000, basi nadhani mwakani muda kama huu tutakuwa tunaanza kula matunda. Mimi nadhani hii ni jambo kubwa sana ambalo serikali inastahili pongezi, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama mkoa wa Dar es Salaam ni kitovu cha nchi sana, jiji la biashara. Kwa hiyo kukosekana kwa maji pia mtu anajiuliza kama Dar es Salaam maji haina, huko je mikoani inakuaje? Kwa hiyo tuonyeshe taswira kwanza kwa Dar es Salaam kama hivi, alafu pia na isiishie Dar es Salaam peke yake. Tuangalie tukitoka hapo tuangalie vyanzo vingine na ambavyo vipo karibu na mikoa gani pia, ili mikoa yote iweze kupata maji. Yaani miradi kama hii iwe endelevu, ikiwezekana kikanda. Umeona tunaangalia vyanzo vya maji, mfano kama Mwanza huko
mikoa ya Mwanza ya kule nao kule waweke mradi mkubwa kama huu ambao mikoa ile ya kule yote ile itahudumia. Niliona kutokana na hii adha ya maji, ni mkuu wa wilaya ya Ubungo alitoa agizo kwamba takriban milioni 10 hivi ambazo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara, nafikiri basi ziweze kutumika, ziweze kuhamishwa na kubadilishwa matumizi, badala ya kwenda kutengeneza barabara, basi ziweze kutatua hii adha ya maji, kwamba ipatikane mashine ya kuweza kutakatisha maji ambayo yatasaidia wananchi wa maeneo hayo ya Ubungo, Sinza na sehemu za karibu. Niliona hivyo kama sikusei, taarifa inafanana na hiyo ya huyu mkuu wa wilaya ya Ubungo alizungumzia, lakini ilikuwa nani, ujenzi wa hoteli ya bilioni 10, pesa zihamishwe ziende kwenye nini vile, kwa ajili ya ujenzi wa hoteli ya kata ya Sinza kiasi cha bilioni 2 kitumike kuanzisha mradi wa huduma ya maji safi kwenye kila kata ambayo ni agizo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Ubungo wakili Albert Msando. Kiasi cha bilioni 10 ambazo zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa hoteli kata ya Sinza, na kiasi cha shilingi bilioni 2 zitumike kuanzisha mradi wa huduma ya maji safi kwenye kila kata. Msando ametoa maagizo hayo ambapo amewataka pia DAWASA na halmashauri kuhakikisha kila kata inapata mashine moja ya kutakatisha lita 8,000 kwa saa, na kila mtaa upate mashine ya kusafisha maji lita 250 kwa lisaa. Anasema kwamba maagizo haya ya Msando yamekuja kufuatia uhaba wa maji wilaya ya Ubungo na jiji la Dar es Salaam kwa ujumla, kutokana na kuchelewa kwa mvua kulikopelekea vyanzo vya maji mto Ruvu kuweza kukauka. Ni sawa kwamba ni zile pesa ambazo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa hoteli ya Sinza. Hoteli ya Mtatano. Ujenzi wa hoteli ya kata. Kwa hiyo mimi naona kwamba bado serikali inatafuta kila njia kwa ajili ya kuweza kutatua hili swala. Jana tulizungumza tukasema kwamba hebu basi serikali jaribu kuangalia kwamba katika vile vitu ambavyo ni vya msingi lakini havina haraka sana kama swala zima la maji, basi visubirishwe kwanza ili liweze kutatuliwa tatizo hili la adha ya maji. Ni kweli, kwa sababu maji ni uhai. Nafikiri nayo basi ni hatua moja wapo nzuri tu. Tutoke hapo, tuna taarifa nyingine tukaangalie. Katika hizi siku za karibuni hapa kuna video moja ambayo ilikuwa inapita sana mitandaoni kwa wale watu ambao wanatembelea sana peji za